Mimi nitakuwa kwa ufupi sana, na ninaongea kwa ajili siku kubwa ile sikupata nafasi ya kuongea. Na tangu tumpoteze baba, imekuwa ni vigumu sana kwangu hata nikijaribu kuongea, naona maneno haingii. Sababu yake ikiwa ni ya kwamba all his doctors, yeye ndio aliintroduce mimi to those doctors. Right away from Dr. Lunya Oluoch, Dr. Musadi of Dubai, and other doctors, including Dr. Martin Wanjoike of Nairobi Hospital. Yeye ndiye aliintroduce mimi. Na niko na kijana yangu hapa, Professor Dukoya Atwoli, atakwambia mwaka jana it was not easy for me and him. Wengi hamjui. Nikikutolea picha zake na mimi mwezi wa March, utashangaa sana akini-encourage mimi kupigwa shindano katika matako ambayo ilikuwa haijafunikwa na kitu chochote. Na nilikuwa nimeogopa. Alikaa na mimi mwezi wa March wote, nyinyi wengi wa Kenya hamkujua tukiwa hospitali moja na yeye. Na alikuwa ananiangalia kama vile mtu anaangalia ndugu yake. Na mtoto wake anaitwa Winnie ndiye alini-encourage mimi kwenda through those processes. Mimi nilikuwa nimeogopa. Napeana flimsy excuses, naambia daktari, Labor Day is just around, I have a lot of engagements, I will be going to Geneva in June, so I think I will think about surgery when I have come back. Wina kaniambia, Ango, hii ni kitu ya wiki mbili, you will be all right. And indeed, after 2 weeks I was all right. Baba alimaliza na mimi almost 3 weeks akiniangalia. Ni vigumu sana ukipoteza mtu kama huyu, saa ingine huwezi kuwa na maneno ya kusema. Wengi hata journalists nyinyi hamjui. Wengi wanapenda kuenda na rumors na propaganda za social media, but the truth of the matter is that we as workers, we lost a person who was close to Kenyan workers, African workers, and he had an opportunity to come to Ghana, Accra, to address the workers of Africa before he started vying for that position of Africa. Thank you very much. Thank you. Amos Wako, please come forward. Thank you.